Jina langu ni Neema. Wanasema jina la mtu hubeba hatima yake, lakini kwangu mimi neno Neema limekuwa kama kejeli chungu ya maisha. Miaka 23 ya kuvuta hewa nzito na yenye unyevunyevu ya Dar es Salaam, bado sijaiona hiyo neema yenyewe. Leo sitaki nikusimulie hadithi ya kawaida ya kwenye vitabu. Nataka nikupe mkono wangu, twende pamoja. Nataka uhisi joto la lami linavyochoma nyayo zangu. Nataka usikie mapigo ya moyo wangu yakidunda kwa hofu pale nilipogundua kuwa maisha yangu na ya mama yangu kipenzi yapo hatarini. Hii si hadithi ya mapenzi ya kawaida. Hii ni damu, hii ni jasho, na haya ni machozi yangu. Tuanzie Manzese Tiptop. Ilikuwa ni Jumanne ya mwezi wa 10. Alfajiri ambayo giza lake lilikuwa bado limetanda angani likigoma kupisha mwanga wa jua. Nililala kwenye mkeka uliokwisha chakaa pembeni ya kitanda cha mpingo cha mama ambacho kamba zake zilikuwa zimelegea. Mama yangu, Bi Zuena, alikuwa mwanamke shupavu zamani. Mwanamke aliyewahi kuuza vitumbua na kusomesha watoto kwa jasho lake. Lakini kiharusi hakijui ushujaa. Sauti ya kukohoa kwake ilipasua ukimya wa chumba chetu kidogo. Ilikuwa kikohozi kikavu kinachotoka ndani ya kifua kilichochoka. Nilikurupuka kutoka usingizini, nikamsogelea haraka na kumshika mkono wake uliokuwa wa baridi, nikamwambia kwa sauti ya tetemeko, "Mama, kunywa maji haya. Pole mama yangu, pole." Mama alifungua macho yake kwa tabu, akaniangalia kwa jicho la huruma lililojaa maumivu na kuniuliza saa ngapi. Nilimdanganya. Nilimwambia ni mapema bado na asijali kuhusu dawa zake kwani ningezipata siku hiyo. Ukweli ni kwamba sikuwa na hata senti 5 ya kununua dawa za shinikizo la damu, wala sikuwa na uhakika wa mlo wa mchana. Mfukoni nilikuwa na shilingi 2,000 tu iliyolala kama akiba ya mwisho ya uhai wetu. Lakini ningemwambiaje mama kuwa tumekwama? Kwamba kodi ya chumba imeisha na mwenye nyumba, Mzee Kidevu, anapita kila jioni kututolea macho kama mwewe anayevizia vifaranga? Kama vile mawazo yangu yalimuita, mlango wetu wa bati uligongwa kwa kishindo cha kutisha. Sauti nzito ya Mzee Kidevu iliingia ndani ikitutaka tulipe kodi ya 1,200,000, la sivyo atatutupa nje. Moyo wangu uliruka. Sikutoka nje. Niliubana mdomo wangu kwa kiganja nisitoe sauti ya kilio. Nilimwangalia mama ambaye alijifanya kukohoa zaidi ili kuficha aibu ya kudaiwa. Hapo ndipo nilipoapa. Leo, liwe liwalo, sitarudi nyumbani mikono mitupu. Nilivaa gauni langu la mtumba ambalo nililipiga pasi kwa umakini ili lisionekane kuukuu. Nikachukua mkoba wangu mdogo na kuzama kwenye vita ya usafiri wa Dar es Salaam. Safari ya kutoka Manzese kwenda Posta ni vita ya nafsi. Ndani ya daladala nilibanwa katikati ya mama mmoja mnene aliyekuwa amebeba ndoo la samaki na kaka mmoja aliyekuwa amevaa suti iliyopauka, akinuka jasho na jana. Harufu ya samaki na marashi ya bei rahisi ilichanganyika na kufanya tumbo langu kuvurugika, lakini nilikaza moyo. Mawazo yangu yote yalikuwa kwa Bwana Dickson. Rafiki yangu Grace aliniambia kuwa kampuni ya Global Solutions iliyopa Posta inatafuta wahudumu wa usafi na wanalipa vizuri. Grace alinihadharisha, "Neema, wewe ni mrembo, una akili, lakini kuwa makini. Bwana Dickson ana macho ya tamaa." Sikujali tamaa yake, nilijali uhai wa mama yangu. Nilipofika Posta mpya, nilisimama mbele ya jengo la Golden Jubilee Tower. Lilikuwa refu, likigusa mawingu, vioo vyake vikimeta kwa fahari. Niliingia ndani na upepo wa viyoyozi ulinipokea kama kumbatio la peponi, ukikausha jasho langu la Manzese. Lakini kumbe nilikuwa naingia kwenye tundu la nyoka. Mapokezi kulikuwa na dada mmoja aliyeitwa Sandra, aliyepaka uwanja mrefu na kuniangalia kwa dharau ya hali ya juu, akiniambia hapo hawaajiri watu wa hali yangu. Maneno yake yalinichoma kama mshale. Nilitaka kulia, nilitaka kumpigia magoti, lakini nikakumbuka sura ya mama. Nikageuka kuondoka kwa unyonge. Ndugu msikilizaji,
Ndugu msikilizaji, wakati unaendelea kusikiliza kisa hiki, usisahau kusubscribe katika chaneli hii na kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini, ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapotoa simulizi mpya. Mlango mzito wa ofisi ya kioo ulifunguka ghafla. Mwanaume mrefu, mweusi, mwenye mamlaka na harufu ya pesa alitoka huku akiongea na simu kwa hasira. Alikuwa akigomba kuhusu mzigo fulani bandarini. Huyu alikuwa Bwana Dickson. Alipokata simu, alinitazama. Macho yake hayakuwa na huruma, lakini yalikuwa na udadisi wa hatari. Aliniita kwa sauti nzito iliyotetemesha kuta za moyo wangu. Badala ya kunifukuza, aliniuliza swali moja la ajabu. Unaonekana kama mtu anayeweza kutunza siri, Neema. Swali lile lilinishtua. Akili yangu iliniambia kimbia, lakini njaa iliniambia baki. Nilijibu ndio. Dickson alitoa bahasha nzito na kunipa. Ndani kulikuwa na $200,000 taslimu. $200,000! Hiyo ilikuwa kodi ya miezi 2 na dawa za mama. Mikono yangu ilitetemeka. Aliniambia kazi yangu ni moja tu, kuchukua funguo zilizomo kwenye bahasha, kwenda Kariakoo mtaa wa Narungombe kwenye duka la Zanzibar Spices, kufungua store ya nyuma na kuchukua mkoba mweusi ulioko juu ya kabati. Niletee hapa kabla ya saa 7, alisisitiza. Usiufungue. Ukiufungua, utajuta kuzaliwa. Nilitoka nje ya jengo nikiwa nakimbia, nikijiona mwenye bahati kuliko wote duniani. Sikujua nimebeba nini. Sikujua nimeingia mkataba na shetani gani. Nilichojua, mama atapona leo. Nilifika Kariakoo, mji wa kelele na vurugu. Jua la utosini lilichoma utosi. Sauti za machinga zikisikika. Jero jero, nguo za watoto jero. Nilipita uchochoroni kama nilivyoelekezwa, nikakuta duka limefungwa kama gofu. Harufu ya karafuu na uvundo wa maji machafu viligombana puani mwangu. Niliingiza ufunguo kwenye kufuli la mlango wa nyuma wa chuma. Mlango ulifunguka. Ndani kulikuwa na giza totoro. Niliwasha tochi ya kitochi changu. Kweli, juu ya kabati kulikuwa na mkoba mweusi wa ngozi. Niliushusha. Ulikuwa mzito kiasi. Wakati na unyakua mkoba ule na kugeuka kutoka, nilisikia sauti ikitokea gizani. Sauti iliyoambatana na mlio wa bunduki kukokwa. Neema, wewe ndio mzibo wa Bwana Dickson? Niligeuka polepole, mwili ukiishiwa nguvu. Mwanga wa tochi yangu ulimulika sura ambayo sikuitegemea hata kidogo. Alikuwa Juma. Juma yule yule tuliyesoma naye shule ya msingi Manzese. Juma aliyekuwa mpole na mcheshi, sasa alikuwa ameshikilia bastola akinitolea macho, jasho likimtiririka. Nilimuuliza kwa mshtuko, Juma, unafanya nini hapa? Nisaidie Juma. Lakini Juma hakuwa na muda wa salamu. Alinionya kwa sauti ya chini na ya haraka. Neema, rudisha huo mkoba. Haujui umeshikilia nini. Bwana Dickson hakutuma uchukue mzigo, amekutuma uwe chambo. Polisi wake wanajua mzigo huu unachukuliwa saa hizi. Ukirudi nje na huo mkoba, unakufa au unafungwa maisha. Dunia ilisimama. Nje nilisikia king'ora cha polisi kikikaribia kwa kasi. Sauti za ving'ora zilichanganyika na kelele za watu kukimbia hovyo. Niliangalia mkoba ule mweusi, nikaangalia bastola ya Juma, nikaangalia mlango. Bwana Dickson aliniingiza mjini. Alinipa $200,000 ili niwe kafara ya kukamatwa wakati yeye akipitisha mzigo halisi sehemu nyingine. Juma alinishika mkono na kunivuta. Neema, tupo kwenye mtego. Kuna njia ya dari. Njoo, haraka. Sikumbuki nilipandaje lile dari. Nilijikuta nikikimbia juu ya bati za maduka ya Kariakoo, nikiruka kama paka. Juma akiwa mbele yangu na mkoba ule wa kifo ukiwa mgongoni mwangu ukigonga uti wa mgongo kila niliporuka. Jua lilituchoma. Bati zilikuwa za moto, lakini hofu ya kufa ilikuwa kali kuliko moto. Wakati naruka toka bati moja kwenda lingine, simu yangu iliita. Niliangalia kioo huku nikihema juu kwa juu. Alikuwa Bwana Dickson. Je, nipokee au nitupe simu?
Ndugu msikilizaji, wakati unaendelea kusikiliza kisa hiki, usisahau kusubscribe katika chaneli hii na kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapotoa simulizi mpya. Nilipokea kwa mkono unaotetemeka. Sauti yake ilikuwa tulivu, ya kikatili. Neema, naona una haraka sana. Umefaulu mtihani wa kwanza. Alicheka kicheko cha chini chini. Karibu kwenye ulimwengu wangu. Sasa usimwamini huyo kijana uliye naye. Akikupa nafasi, atakumaliza. Lete mkoba wangu. Simu ikakatika. Niliangalia mbele, Juma alikuwa amesimama ukingoni mwa jengo akinihimiza turuke. Macho yake yalikuwa na hofu, lakini je, yalikuwa na upendo au usaliti? Sikuwa na chaguo. Niliruka, nikijua kuwa kuanzia sekunde hiyo Neema wa Manzese amekufa na amezaliwa Neema mwingine, mkimbizi ndani ya nchi yake, mwenye siri inayoweza kuangusha vigogo wa nchi. Na huu ulikuwa mwanzo tu. Niliruka. Kwa sekunde chache nilihisi kama nimegeuka ndege, nikielea angani kati ya jengo moja na jingine, nikiwa nimeukumbatia ule mkoba mweusi kama mtoto mchanga. Lakini mvuto wa dunia hauna huruma. Nilitua kwa kishindo juu ya bati la jengo la pili, miguu yangu ikiteleza. Maumivu makali yalinichoma kwenye kifundo cha mguu wa kushoto, nikagalagala na kugonga bega kwenye nondo iliyochomoza. Nilitaka kupiga kelele, lakini mkono wa Juma uliziba mdomo wangu haraka. Macho yake yalikuwa makubwa, yamejaa tahadhari. Aliniashiria kwa kidole nipunguze sauti, huku kifua chake kikipanda na kushuka kwa kasi. Chini barabarani, sauti za vingora vya polisi zilikuwa zikiongezeka, zikizunguka lile jengo tulilotoka kama nyuki waliovurugwa. Inuka, hatuwezi kulala hapa, Juma alinong'ona kwa sauti ya kukauka. Alinishika mkono na kuninyanyua kwa nguvu. Maneno ya Bwana Dickson yalijirudia kichwani mwangu. Usimwamini huyo kijana, atakumaliza. Nilimtazama Juma. Mkono wake mmoja ulinishikilia mimi, mwingine ulikuwa umeshikilia ile bastola. Je, ananisaidia ili aniibie mkoba huu mbele ya safari au ananiokoa kweli? Sikuwa na muda wa kuchambua nia yake. Tulianza kukimbia tena, tukiruka kuta fupi na kupita katikati ya tenki za maji na antena za runinga. Kariakoo kwa juu ni mji mwingine kabisa, mji wa paka na wezi, mji ambao hauna sheria. Jua lilizidi kutuchoma na jasho lilinilengalenga likichanganika na vumbi la kutu za bati. Tulifika ukingoni mwa jengo la tatu, ambapo kulikuwa na ngazi ya chuma chakavu iliyoshuka mpaka kwenye uchochoro mwembamba uliojaa matope na maboksi. Juma alishuka kwanza, akahakikisha hakuna mtu, kisha akaniashiria nishuke. Kila hatua niliyoshuka nilisikia vyuma vikilalamika. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kooni. Tulipogusa ardhi, harufu ya uvundo wa maji machafu na samaki waliooza ilitupokea. Tulikuwa nyuma ya soko la Mchikichini. Juma alivua shati lake la juu lililokuwa na damu kidogo, akabaki na fulana, kisha akanitupia kanga iliyochanika aliyoiokota kwenye kamba za ukutani hapo uchochoroni. Jifunike, aliamuru. Ukionekana kama dada wa mji utakamatwa. Jifanye kama mama ntilie aliyetoka sokoni. Nilijifunga ile kanga kichwani na kifuani, nikauficha ule mkoba mweusi ndani ya kanga hiyo kifuani mwangu kana kwamba nimebeba mtoto au mzigo wa biashara. Tulitoka uchochoroni na kuingia kwenye mto wa watu. Mbinu bora ya kujificha ni kuwa katikati ya umati. Hakuna aliyetutazama. Kila mtu alikuwa na 50 zake. Wamachinga wakigombania wateja, bajaji zikipita kwa fujo na wapagazi wakibeba mizigo. Tulitembea haraka kuelekea jangwani, tukijaribu kuacha kelele za vingora nyuma yetu. Mguu wangu uliuma kwa kila hatua, lakini nilikaza meno. Sikutaka Juma aone udhaifu wangu. Sikutaka aniache. Tulipofika maeneo ya Faya, tuliingia kwenye kichaka kidogo nyuma ya kituo cha mabasi yaendayo haraka ambacho kilikuwa bado kinajengwa. Tulikaa chini tukihema kama mbwa waliokimbizwa na chui. Juma aliirudisha bastola kiunoni na kuniangalia kwa jicho la huruma ambalo sikulitegemea. Pole Neema, alisema, sauti yake ikiwa imetulia kidogo. Najua unajiuliza maswali mengi. Najua unamwogopa Dickson na unaniogopa mimi. Nilimeza mate, koo langu lilikuwa kavu kama jangwa. Kuna nini kwenye mkoba huu Juma? Na kwa nini unayo hiyo bunduki?
Nilimuuliza, sauti yangu ikiwa ndogo. Juma alicheka kicheko cha uchungu. Huo mkoba ndio roho ya Dickson na ndio kaburi letu kama hatutakuwa wajanja. Alisogea karibu na kuushika mkoba ule niliokuwa nimeukumbatia. Fungua, sasa hivi tuko salama kidogo. Fungua uone ulichotumwa kufa nacho. Mikono yangu ilitetemeka nilipofungua zipu ya ule mkoba wa ngozi. Harufu ya pesa mpya ilitoka ndani. Macho yangu yalitoka pima. Kulikuwa na mabunda ya dola za Kimarekani, mengi kiasi kwamba sikuwahi kuona hata kwenye filamu. Lakini katikati ya pesa hizo kulikuwa na kitu kingine, kitabu kidogo cheusi, notebook, na flash drive ya rangi ya fedha. Sikujali pesa, nilishika kile kitabu. Juma alinishika mkono. Usisome majina hayo hapa, hicho kitabu kina orodha ya maafisa wa serikali, polisi na majaji ambao wanalipwa na mtandao wa Dickson kupitisha madawa ya kulevya. Ukikishika hicho kitabu, unashikilia bomu. Dickson hakutaka ukilete ofisini kwake, alitaka ukamatwe nacho ili aonekane hana hatia, halafu wewe ubebeshwe zigo la drug queen na kufia jela, huku yeye akiwa msafi. Ukweli ule ulinipiga kama nyundo. Nilikuwa sadaka, nilikuwa kondoo wa kafara. Machozi yalinilenga. Nilimkumbuka mama. Mama, nilinongona. Mama yuko peke yake Manzese. Dickson atamfuata mama. Niliinuka kwa hofu, maumivu ya mguu yakisahaulika ghafla. Lazima niende nyumbani. Juma, lazima nikamchukue mama. Juma alinitazama kwa wasiwasi. Neema, ni hatari. Huenda tayari wameshafika. Sikumsikiliza, nilianza kukimbia kuelekea barabarani kukamata bodaboda. Juma alinitukana chini chini, lakini aliniunga mkono. Tulipanda bodaboda moja mshikaki, tukaelekea Manzese TikTok kwa kasi ya ajabu. Upepo ukikausha jasho na machozi usoni mwangu. Kichwani mwangu niliona picha mbaya tu, mama akiwa amekamatwa, nyumba yetu ikiwa imechomwa. Tulishuka njia pande ya kuingia mtaani kwetu. Jua lilikuwa limeanza kuzama, likiweka rangi ya damu angani. Tulitembea kwa kunyata, tukijificha nyuma ya kuta za nyumba za majirani. Tulipokaribia nyumbani kwetu, Juma alinivuta gauni langu kwa nguvu na kunibana ukutani. "Shh, angalia," alinong'ona. Nilichungulia. Mbele ya mlango wetu wa bati uliokuwa wazi, kulikuwa na gari nyeusi aina ya Toyota Land Cruiser V8, vioo vikiwa vimefungwa, tinted. Nje ya gari alisimama mwanaume mmoja mrefu aliyevaa miwani nyeusi akiongea na mzee Kidevu, mwenye nyumba wetu. Mzee Kidevu alikuwa akitetemeka huku akinyoosha kidole ndani ya chumba chetu. Kisha niliona kitu kilichofanya miguu yangu kuishiwa nguvu kabisa. Dereva wa ile gari alishuka, akamshika mkono mwanamke mdhaifu aliyekuwa akikohoa na kumuingiza kwa nguvu kwenye siti ya nyuma ya gari lile. Alikuwa mama. Walikuwa wamemchukua mama. Nilitaka kupiga kelele, nilitaka kukimbia kwenda kumwokoa, lakini Juma aliniziba mdomo na kunikumbatia kwa nguvu, akizuia nisijirushe kwenye kifo. Gari lile liliondoka kwa kasi, likiacha vumbi na harufu ya tairi zilizoungua. Nilinyong'onyea mikononi mwa Juma, nguvu zote zikiniishia. Sikuwa na nyumba, sikuwa na mama, na sasa nilikuwa nikiwindwa na watu hatari zaidi jijini. Juma aliniangalia, macho yake yakiwa na maamuzi magumu. "Neema," alisema kwa sauti nzito. "Sasa hivi hatuna pa kwenda, ila kuna sehemu moja tu tunaweza kujificha, sehemu ambayo Dickson hawezi kuthubutu kukanyaga. Twende makaburi ya Kinondoni."